pepo wanalipa mamlaka, wanaambia kwa mamlaka toka, inatoka. Kansa kwa mamlaka toka, inatoka. Ukimwi kwa mamlaka toka, inatoka. Inasema kwamba kila kilichopo mbinguni, kila kilichopo duniani maana yake, na kansa ikiwepo, na umasikini ukiwepo, na utasa ukiwepo, na ugumba ukiwepo, na kukosa kazi kukiwepo, na kukosa chochote kikiwepo, vyote vitakiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana na vitapiga goti mbele yake. Ukifikia dimension hiyo, hakika yake hawezi kuwa mtu wa kawaida. Unajua, Wakristo wengi tunaishi maisha ya kulia, maisha ya kugalagala kama wajinga, ni kwa sababu hatujui mamlaka tuliyopewa. Haujui mamlaka uliopewa. Hebu soma kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 12. Marko, nataka nikuonyeshe kitu ambacho Yesu Kristo alipopewa mamlaka alikiamrisha kikatokea. Marko sura ya 11 mstari wa 12. Marko 11:12 inasema hivi: hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa, akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake, na alipofika hakuona kitu wala majani, maana si wakati wa tini. Mstari wa 14, akajibu akauambia mtini, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Unasikia? Huyu ni Yesu Kristo anauamrisha mtini kwamba wewe mtini, kuanzia leo, kwa kuwa haukunizalia tunda hata nile, kuanzia leo kusitokee tunda kwako tena. Hii ni nini? Tafsiri ya kuwa na mamlaka. Alivyokuwa na mamlaka Yesu Kristo, akajua ya kwamba mamlaka yana uwezo wa kuamrisha. Ukisoma sura hiyo mstari wa 20 kule chini, anasema na asubuhi alipokuwa wakipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini uliolaani umenyauka. Yani, kuamuru akuchukui miezi, kuamuru akuchukui miaka, ni kitendo cha siku moja. Sikia, Yesu Kristo aliulaani mtini jioni, lakini ilipofika asubuhi, walipopita njia ile ile, wakaukuta mtini umenyauka. Ni kitendo cha kulala na kuamka. Maana yake unaweza ukaiamrisha kansa uliokuwa nayo leo, na kesho ukiamka ukaenda kupima ukakuta kansa haipo. Ni kitendo cha kuamrisha ukimwi uliokuwa nao leo, na kesho ukiamka ukakwenda kupima ukaukuta haupo. Ni kitendo cha kuamrisha ugonjwa uliokuwa nao, umasikini uliokuwa nao leo, na kesho ukiamka mabadiliko na unayaona, kwa kuwa una mamlaka. Asili ya mamlaka ni kuamrisha. Ukiamrisha kimetokea, kwa kuwa umelibeba jina kuu. Hawanielewi walokole, hamnielewi wa Kristo, hamuelewi nafasi zenu. Sikieni kufungua akili. Una mamlaka. Tumechoka Wakristo wa kulialia, tumechoka walokole wa kuomboleza kila siku. Nataka walokole ambao watajua nafasi zao, watakaa kama vyombo vikali, vyombo vizuri kwa ajili ya kuvulia, yani vyombo ambavyo vinajua nafasi zao. Jua nafasi yako wewe. Subiri nikufundishe kitu kingine. Unajua, maandiko yatufundisha hivi. Hebu soma Wakorinto 6:19. Andika kwa ambao wanaandika, mimi nakusomea juu tu hapa ili twende kwa maombi session ya kwanza. Wakorinto 6:19 inasema hivi: amjui ya kuwa miili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu aliye ndani yenu,
Amjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Sasa mimi nataka nikufundishe kitu. Ikiwa mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, usikubali nyumba ya Roho Mtakatifu ikae na magonjwa na una mamlaka ya kuamrisha. Usikubali nyumba ya Roho Mtakatifu iwe na mapepo. Nyumba anayokaa Roho Mtakatifu, unakaaje ukimwi? Nyumba anayokaa Roho Mtakatifu inakaaje kansa? Nyumba anayokaa Roho Mtakatifu inakaaje magonjwa? Na umepewa uwezo wa kuamrisha, yani kwa jina la Yesu, ugonjwa toka, nao unatoka. Usikubali kuwa katika udhaifu wa kiroho. Kataa kuwa mdhaifu. Kataa kuwa mdhaifu. Unakubalije kufa wewe? Unafikia mpaka hatua unakata tamaa. Unasema maisha yamenipiga, siwezi kwenda mbele, siwezi kusogea. Unafikia hatua ya kukata tamaa kwenye maisha. Wewe ujui mamlaka uliyoyabeba kupitia jina la Yesu. Sikia nikwambie, ikitajwa jina la Yesu na shetani mwenyewe anatega sikio, anasikiliza nini kinataka kusemwa. Ni tafsiri ya kwamba ni jina lililobeba. Lakini nikufundishe kitu kimoja ambacho kinaweza kikakuvunja moyo kidogo leo. Hauwezi kumpinga shetani kama haumtii Mungu. Yaani una magonjwa, una shida zako, una matatizo mengi, lakini hakika yake hauwezi kumpinga shetani na magonjwa yake. Hauwezi kumpinga shetani na umasikini wake. Hauwezi kumpinga shetani na shida zake kama haujamtii. Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 anasemaje? Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Unasikia andiko linasemaje? Mtiini Mungu, alafu ukishamtii Mungu ndio unampinga nani? Shetani. So kuanza kumpinga shetani na magonjwa yake, kuanza kumpinga shetani na umasikini wake, kuanza kumpinga shetani na jinsi anakuchelewesha kwenye maisha, alafu hauna utii mbele za Mungu, utapiga matai mpaka Yesu anarudi na bado haujaona nguvu ya mamlaka ya jina ulilobeba. Ukitaka kumpinga shetani hadi shetani aseme hakika mlango huu nimepotea, nimeingia choo cha wavulana na mimi ni msichana, lazima ukubali kuwa mtii. Anasema kwamba mtiini Mungu, mkishamtii Mungu kampingeni shetani. Unasikia mamlaka uliopewa wewe? Unasikia mamlaka uliopewa? Yaani umepewa mamlaka mpaka ya kumpinga shetani, lakini kwa sharti moja, mtii tu Mungu. Mtii Mungu. Unaambiwa leo ni muda wa ibada, hebu tii. Unaambiwa kesho ni kitu fulani kanisani, hebu tii. Unaambiwa huduma leo ni mwelekeo huu, hebu tii. Unaambiwa usifanye uovu, ishi utakatifu, hebu tii. Unaambiwa ishi maisha haya sio haya, hebu tii. Ukikubali kutii, ndio maandiko nasema mkimtii Mungu basi mtampinga shetani, mtapinga umasikini, mtapinga magonjwa, utaipinga hiyo kansa, utapinga tatizo la uzazi, utapinga tatizo la kuonewa, utapinga tatizo la kurudi nyuma kwa maisha, utapinga ukimwi uliokuwa nao, utapinga kansa uliokuwa nayo, lakini kwa sharti moja, ukimtii Mungu. Halo, subiri nikupe kisa cha watu wamoja. Kwa wasomaji Biblia wazuri wanawajua watu fulani wanaitwa wana wa Skeva. Wana wa Skeva walijua mamlaka ya jina la Yesu, lakini watu hawa hawakuwa watii. Walijua mamlaka ya jina la Yesu, lakini hawakuwa watii. Ukipata muda kasome Matendo ya Mitume 19:13 hadi 17, utaona watu hawa hawakuwa watii.
wakajikusanya wana wa Skeva, walikuwa 7, wakaenda kutoa pepo. Si wanajua ya kwamba wana mamlaka ya kumkimbiza shetani? Wakaenda kutoa pepo, wanajua tumembeba Yesu, lakini sio watii watu hawa. Walipofika kwa pepo, pepo likawaambia, Yesu tunamjua, Paulo tunamjua, nyie ni wakina nani? Halo, pepo linapata ujeuri ya kuwauliza wana wa Skeva kwamba nyie ni wakina nani? Lakini wana mamlaka watu hawa, lakini pepo likawauliza nyie. Kwa sababu gani? Wana wa Skeva walikosa utii, na kilichofuata ni nini? Lile pepo lilishambulia wana wa Skeva wawili, likawavua nguo, likawaacha uchi wa mnyama. Ni tafsiri ya kwamba kama una mamlaka ya Yesu Kristo, ukiwa hauna utii kwenye mambo ya Mungu, hakika yako nikwambie, ukienda kumpinga shetani utavuliwa nguo. Maisha yake yatakuwa worse zaidi yalivyo sasa hivi. So inachukua utii, mamlaka kufanya kazi. Yesu Kristo mwenyewe kipindi anapewa mamlaka alianza kuwa mtii. Maandiko anasema akawa mtii mpaka mauti ya msalaba. Alipojinyenyekesha, alipojiona kwamba ana umbo la kibinadamu, akajinyenyekesha, akawa mtii, ndipo Bwana akampa mamlaka ambayo nimekufundisha leo. Wewe unanisikia? Mlokole, unanisikia? Ni lazima uwe mtii. Kuna vitu vitatu lazima uvielewe. Mtu mwenye mamlaka ni mtu mtii. Hauwezi kusema mimi nina mamlaka alafu sio mtii kwa mambo ya Mungu. Watu wenye mamlaka ni wanyenyekevu. Petro wa kwanza 5:6 inasema akanyenyekea, akajinyenyekesha hata mauti ya msalaba. Watu wenye mamlaka wananyenyekea. Yesu Kristo japokuwa alikuwa na mamlaka, lakini alinyenyekea. Japokuwa alikuwa ana uungu ndani, lakini alinyenyekea. Kitu cha tatu, watu wenye mamlaka ukaa chini ya wenye mamlaka. Yani hakuna namna Evodia atakuwa na mamlaka kama chini yake hakuna mtu mwenye mamlaka. Wanisikia? Yani ni kama vile utajiri mnaambukizana. So nataka kusema nini? Wewe mpaka uwe na mamlaka, inabidi ulichokiamini kiwe na mamlaka. Yani kama ni Kristo, kama ni mapepo yako, basi yawe na mamlaka. Kwa kuwa sisi ni wa Kristo na tumembeba Kristo, na tunajua ya kwamba tupo chini ya Kristo na Kristo na mamlaka, hivyo tumepewa nguvu usiku wa leo wa kuamrisha kila pepo na likatoka. Tumepewa nguvu usiku wa leo ya kuamrisha magonjwa yakatoka. Umepewa nguvu usiku wa leo ya kuamrisha umasikini ukakimbia. Na usiku wa leo, kwa kuwa Kristo ndiye uliyembeba na yeye na mamlaka, usikae kinyonge, lazima uombe. Omba. Wakati huu tunakwenda kwenye maombi. Alo, sikia nikwambie, any man of faith must take a risk. Mtu yoyote mwenye imani inabidi ajue kujihatarisha. Unasikia? Wewe hautaki kuomba. Unaona nikikaaga kwenye maombi, nikiwa ninaomba muda mwingi sauti inakaukaga,